Leo tunazungumzia kuhusu punyeto kwa wanawake na kwa wanaume. Ndugu zanguni, upigaji wa punyeto ni kitu hatari, ni kitu kibaya kwenye mfumo wa mapenzi wa mwanaume na wa mwanamke. Tulivyoumbwa binadamu, mwanaume anatakiwa avutiwe na mwanamke. Kadhalika mwanamke anatakiwa avutiwe na mwanaume. Ndio maana mwanaume ana vichocheo vyake vya uzazi, mwanamke ana vichocheo vyake vya uzazi vile vile. Mwanaume kuna harufu fulani hivi ya mvuto wa mapenzi kwa mwanamke anayetoa, na mwanamke ana harufu fulani hivi ambayo mwanaume anavutiwa nayo. Sasa ndugu zanguni, kitendo cha kupiga punyeto ni kitendo ambacho kinaharibu, kinabadilisha ule utaratibu mzima wa mfumo wa mahusiano, mfumo wa mapenzi kwa mwanaume na kwa mwanamke. Ifahamike ya kwamba mapenzi ni hisia. Mapenzi yanahusisha mambo ya vichocheo. Ndo maana faili la mapenzi, faili la hisia lipo katika ubongo wetu. Sasa hisia za kimapenzi mtu utazipata kwa kumuona ambaye unavutiwa naye, kwa kumshika ambaye umekutana naye, kwa kusikia sauti ya ambaye unampenda, harufu yake, yani kila kitu ambacho unakiona kwa ambaye unampenda basi kinaleta hisia ya mapenzi. Sasa baada ya mtu kupata hisia ya mapenzi, taarifa kutoka kwenye ubongo zinaenda kwenye sehemu nyeti, zinaenda kwenye misuli, zinaenda kwenye damu, vichocheo kwenye damu vinaanza kupanda, na vile visisimuzi vya kusisimua mwili kwenye damu vinaanza kupanda. Damu inatembea kwa kasi, ndio maana uume unasimama, ndio maana kinembe kinasimama, ndio maana mtu unapata moto, unapata ile hamu ya mapenzi. Sasa kwenye punyeto, unapokuwa kwenye punyeto, kwa mfano mwanaume, maana yake ni kwamba mwanaume utatumia sabuni, utatumia mafuta, utachimba visehemu kwenye godoro, yani utatumia vitu vya kusisimua ili uweze kusugua wewe uume na uweze kukojoa. Sasa ndugu mwanaume, unapokuwa unafanya hiyo kitu, unapofanya punyeto, na punyeto maana yake unakuwa uko peke yako, unajifungia chumbani, unaanza kujisugua mpaka ukojoe. Sasa kitendo kama hicho, ukiwa unakifanya hicho kitendo ndugu mwanaume, cha punyeto, unakaa chumbani, unavuta hisia kama uko na mwanamke ambaye hauko naye, au unaangalia mikanda ya ngono, unaangalia picha za wanawake ambao wamekaa uchi, unavuta hisia kama uko naye, alafu unajisugua. Sasa kitendo kama hicho, unapokuwa unakifanya hicho kitendo, maana yake unaenda kubadilisha lile faili la mapenzi ambalo ni la asili uzaliwa nalo. Ule utaratibu wa mapenzi unabadilika. Sasa utaratibu wa mapenzi kwenye ubongo ukibadilika, maana yake ni kwamba ubongo wako au mwili wako unajifunza aina mpya ya wewe kufika kileleni, ya wewe kufurahi. Kwa maana lile faili la kwamba ili upate hamu, ili ukojoe, ili ufurahie mapenzi, ni lazima uongee na mwanamke, muelewane, muyapange, mkafanye. Lakini sasa ukishaanza kufanya punyeto, maana yake ni kwamba lile faili la mambo ya mapenzi umeliambia kwamba sio lazima uwe na mwanamke. Umeliambia mapenzi ni sabuni, mapenzi ni mafuta,
mapenzi ni kukaa bafuni, mapenzi ni kukaa mwenyewe, unakaa mwenyewe, unavuta hisia kama uko na mwanamke ambaye hauko naye. Sasa ukiwa unafanya kitu kama hicho mara kwa mara, unatengeneza faili kama hilo kwenye ubongo wako. Unawaambia ubongo wako kwamba wewe unajifungia chumbani, unavuta hisia kama uko na mwanamke, unajisugua na sabuni au mafuta, unafika kileleni, umemaliza. Sasa utaratibu huo ndio ambao unaleta madhara kwa wanaume wengi wapiga punyeto na ambao walishapiga punyeto huko nyuma kabla. Kitendo hicho, ukishafanya hivyo, ni kwamba sasa mwili wako, vichocheo vyako vya mapenzi sasa havitakiwi tena, kwa sababu kama nilivyosema hapo awali ya kwamba vichocheo unakuwa navyo ili viweze kukufanya usisimke na mwanamke ambaye utakutana naye. Sasa wewe unakaa chumbani, unakuwa na mwanamke wa kufikirika, unakuwa na mwanamke wa kuhisi, unahisi kama uko na mwanamke ambaye huyo mwanamke hauko naye. Kwa hiyo kwa kuwa wewe sasa hivi haufanyi na mwanamke, unafanya na sabuni na mafuta, kwa hiyo sehemu zako za mwili za kutengeneza vichocheo zinaanza kuwa hazifanyi kazi vizuri. Korodani zinaambiwa sasa usifanye kazi yako, kwa sababu huyu jamaa hataki tena mambo ya mwanamke, hataki tena mambo ya hisia na kadhalika. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo sasa, unakuta mwanaume anakuwa na mabadiliko ya vichocheo, anakuwa na upungufu wa homoni ya kiume, anakuwa na uume unaanza kuwa mdogo, uume unaanza kuwa laini, ile misuli inalegea kwa sababu ya mabadiliko kama hayo. Lakini mwanaume mpiga punyeto anakuwa hana urafiki tena na wanawake, kwa sababu ameshajibadilisha ama imeenda kwenye kitu kingine. Kwa hiyo hana urafiki na wanawake, ni mtu ambaye hana ubinadamu, ni mtu ambaye ni mshari, ni mtu asiyejali utu wa wanawake na hata na watu wengine. Mwanaume huyo ni mtu ambaye hawezi kushirikiana na watu wengine. Amezoea tu kukaa tu chumbani na kusisimua na kufika kileleni. Sasa matendo kama hayo yakifanyika kwa muda mrefu, mwanaume anapata madhara kama hayo. Anapata madhara, uume unalegea, vichocheo vinapungua, mbegu zinapungua, misuli inalegea, akili inabadilika, anakuwa na shida za kisaikolojia, mshari, afanye kazi vizuri, na ni mtu ambaye uhusiano wake na wanawake unakuwa sio mzuri, na anakuwa domozege, hawezi kuongea na mwanamke akaeleweka. Kwa hiyo punyeto kwa wanaume inawafikisha hapo. Kadhalika kwa wanawake ni hivyo. Mwanamke ambaye anapiga punyeto, ambaye anatumia bamia, ambaye anatumia ndizi, karoti, anatumia matango, anatumia vile vibomba vya maji, ambaye anatumia haya mavifaa ya kujisisimua haya yanayouzwa haya, hivyo pia huyo mwanamke anakuwa anajisisimua, anajipatia hisia bila kuwa na mwanaume. Na mwanamke ambaye anapiga punyeto, tunafahamu kwamba hisia zinakuja kwa sababu ya vichocheo, kwa sababu ya kushikana, kwa sababu ya kuongea, kwa sababu ya harufu. Sasa wewe mwanamke ambaye unapiga punyeto kwa mambo ya hisia, unakaa tu unavuta picha ya mwanaume ambaye ulimuona kwenye video, ulimuona kwenye hii mikanda ya ngono, ulimuona mtaani, unavuta hisia kama hizo. Sasa unapofanya hivyo, unabadilisha mfumo wako wa mapenzi uliopo katika ubongo wako,
unawaambia mapenzi ni kujisisimua mwenyewe, mapenzi ni kukaa mwenyewe, ni kutumia hivyo vifaa na kujisisimua unakojoa. Sasa mambo kama hayo, mwanamke ambaye anapiga punyeto mara kwa mara, ambaye ubongo wake ulishabadilika, ulishakuwa na jambo lingine, huyo mwanamke kwanza anakuwa hana upendo kabisa na wanaume. Kinembe kinakuwa sugu, maana kinasuguliwa na mambo ambayo sio uume na sio mtu, anasuguliwa na vitu ambavyo havina uhai. Kwa hiyo kinaanza kuwa sugu, kinalegea, hakiwezi tena kusimama vizuri hicho kinembe. Lakini pia mwanamke ambaye anapiga punyeto anakuaga na mambo ya saikolojia, mkali, mshari sana. Hata kauli, hata ongea yake na watu wengine inakuwa iko tofauti. Na kubwa zaidi, mwanamke ambaye anapiga punyeto ni ngumu sana kukojoleshwa na mwanaume, ni ngumu sana kufikishwa kileleni na mwanaume ambaye anatumia uume wa nyama, uume ambao una damu na ni mtu. Yeye alikuwa anafika kwa kutumia vile vibomba, zile dildo, mabamia, makaroti na vitu kama hiyo. Sasa akikutana na mwanaume halisia, mwanaume ana kazi ngumu sana. Kama mwanaume hana mbinu, hana tekniki za kuingia pale, huyo mwanamke hawezi kufika kileleni abadan. Sasa ndugu zanguni, punyeto ni hatari. Punyeto ni hatari kuliko hatari yenyewe. Na ndio maana siku zote nawaambieni watu, epukeni sana kupiga punyeto, epukeni sana hayo mambo, kwa sababu ni mambo ambayo ni hatari. Sasa ukishapiga sasa punyeto kwa muda mrefu, ubongo umebadilika wa mwanaume na mwanamke umebadilika. Sasa madhara yanakuwa ndo hayo. Madhara kwa mwanaume, hamu ya mapenzi inakuwa haipo akiwa na mwanamke. Anakuwa hana hamu, hawezi kurudia tendo akiwa na mwanamke. Uume unakuwa hauna nguvu, misuli imelegea, vichocheo vinapungua, vichocheo vya kiume vinapungua, matatizo ya maumivu ya hapa na pale ya kichwa, uso unakuwa hauna nguvu, hauna nuru, mshari, mtata, mkali, matatizo ya maumivu ya nyonga. Hayo mambo ambayo mwanaume atakuwa anayapata mara kwa mara. Mwanamke ni hivyo, mshari, hana tena hisia na wanaume, hawezi kufika kileleni kirahisi akitana na wanaume, ni mshari, ni mtata, kauli mbovu, nuru inapotea, kinembe kinalegea, kinembe kinakuwa sugu, uke unakuwa unabadilika, unaanza kutoa harufu maji, mashavu yanavimba. Mambo kama hayo yanatokea kwa wanawake wapiga punyeto. Sasa mojawapo ya maswali mengi ninayoyakuta kwa wanaume ni kwamba hawezi kurudia tendo, uume ni laini, uume ni legelege. Sasa kwa sababu ya kupiga punyeto, kwa sababu ya kufikiria, yani unakuwa kwenye mapenzi na hisia za kufikirika, hauko na mwanamke. Kwa hiyo umeshatengeneza kitu katika ubongo wako ya kwamba mapenzi ni hivyo. Mapenzi kwanza unakuwa mwenyewe, unajifungia chumbani, unatumia sabuni, hauko na mtu pale, hauko na mwanamke. Sasa siku ukikutana na mwanamke, mwanaume mpiga punyeto, siku ukikutana na mwanamke halisia, kwanza hiyo ni habari mpya. Hii habari katika ubongo wako ya kwamba mapenzi unakuwa na mwanamke haipo. Kwa hiyo itakuwa ni kazi ngumu sana kuwa na hisia na huyo mwanamke, kwa sababu kwenye akili yako hiyo kitu haipo.
Kwa hiyo ndo maana unakuwa hauna hisia na huyo mwanamke, lakini ukienda kupiga punyeto unapata hisia za kupiga punyeto, kwa sababu kwenye akili yako umesevu kwamba ili upate hisia usisimke ni punyeto. Kwa hiyo kwa sababu ya punyeto, hisia za mapenzi zinakuwa hazipo. Lakini wakati wa punyeto unakuwa uko peke yako, kwa hiyo unakuwa na ile hali ya uoga. Unaanza kuogopa kwa sababu hujawahi kufanya mapenzi na mwanamke, ulikuwa unafanya mapenzi na sabuni, ulikuwa unafanya mapenzi na mafuta. Kwa hiyo unapomkuta mwanamke sasa unaanza tena kupata hofu, unaanza kupata shida ya kisaikolojia, wasiwasi ya kwamba inakuwaje tena, sababu ni kitu ambacho hakikuwepo kwenye mawazo yako. Lakini mwanaume mpiga punyeto, huwezi kurudia mapenzi ukiwa na mwanamke au uume wako hauwezi kuwa na nguvu ukiwa na mwanamke, kwa sababu ndivyo ulivyotengeneza katika akili yako. Ni ngumu sana mwanaume kurudia punyeto. Yaani mwanaume ukishafika kileleni ni ngumu sana kurudia, huwezi kurudia. Na hivyo sasa ukikutana na mwanamke wa uhalisia inakuwa vile ni ngumu kurudia, kwa sababu ulishatengeneza kitu katika ubongo wako wa kwamba baada ya kukojoa ukiwa na sabuni, ukiwa na mafuta, imeisha. Kwa hiyo hata ukikutana na mwanamke wa halisia, ukishafika kileleni, basi hawezi na kurudia kirahisi. Ndio matokeo ya punyeto hayo. Lakini jambo lingine pia wanaambia tunakojoa haraka, tunapiga muhuri. Sasa ni kweli, sababu wakati wa punyeto ulikuwa unatumia sabuni, ulikuwa unatumia mafuta, ulikuwa unasugua ili uume na kitu chake kipate joto uweze kukojoa. Sasa unakutana na mtu mwanamke ambapo kule kwenye uke kuna joto kubwa sana. Ndo maana ukichomeka tu kidogo tu umeshakojoa, kwa sababu wakati wa punyeto ulikuwa unatengeneza joto, kichwa kipate joto. Sasa ukeni tayari kuna joto lake. Kwa hiyo unapoingia pale unakojoa haraka sana, na ukishakojoa haraka sana ni ngumu kurudia, kwa sababu ya namna ulivyojiharibu kwenye ubongo wako kwa kupiga punyeto. Hivyo kwa mwanamke ni hivyo, madhara mwanamke atayapata hivyo. Kubwa zaidi ni kwamba mwanamke mpiga punyeto anakuwa hana hisia kabisa na mwanaume, hata ufanyeje, kwa sababu alishajizoesha kwa kupiga punyeto. Alishatengeneza faili kichwani la kwamba mapenzi ni yeye mwenyewe, anatumia vile vifaa, anajisugulisha, anafika kileleni. Kwa hiyo mwanaume halisia inakuwa ni ngumu kuwa na hisia naye. Lakini kwa kuwa kinembe kimekuwa sugu, kinembe kimelegea, hakisimami, hakidundi vizuri, kwa hiyo mwanamke ambaye ni mpiga punyeto au amepiga punyeto kwa muda mrefu, huyo ni ngumu sana mwanaume kumkojolesha, mwanaume kumfikisha kileleni kama hana mbinu. Kama mwanaume huna mbinu, kutana na mwanamke wa aina hii ni ngumu sana kufika kileleni. Ndio maana wanawake waliopata madhara ya kupiga punyeto mara nyingi wanalalamika hawafurahii mapenzi na wanaume zao, wanatamani kuwa wenyewe, wanatamani kuendelea kupiga punyeto, kwa sababu mwanaume anakuwa hana tekniki, hana mbinu za kumfikisha mwanamke huyu kileleni, na mwanamke pia hajaongea ukweli kwa wanaume wake. Ndugu zanguni, leo nimeona ni share na nyie ujumbe huu, kwa sababu naona watu wengi sana wananicheki, wanakuja kliniki na matatizo ya punyeto kwa mwanaume, punyeto kwa mwanamke, wakihitaji matibabu ya mambo kama hayo. Sasa kwanza kabisa kwa kuwa punyeto ina athiri ndugu zanguni, nimerudi. Simu yangu ilipata shida kidogo.
kwenye masuala hayo. Kwa hiyo ndugu zanguni, mwanamke ambaye anapiga punyeto, kwa kuwa kile kinembe kinakuwa kimeharibika, kinakuwa kimekuwa sugu, kwa hiyo hawezi kufurahia mapenzi. Kwa hiyo wale wote ambao wanakuaga na madhara ya upigaji wa punyeto, wanaokuja kliniki, wanaoniuliza, kwa kuwa upigaji wa punyeto inaleta athari kwenye misuli ya uzazi, inaleta athari kwenye uume, inaleta athari kwenye kinembe, ndio maana watu hao wanakuwa hawana hisia, hawawezi kufikishana kileleni vizuri. Mwanamke ni ngumu sana kufika kileleni kama ni mpiga punyeto. Mwanaume anakuwa anakojoa haraka, mwanaume anakuwa hawezi kurudia tendo, uume unakuwa legelege. Kwa hiyo ninachowaambia hawa watu ambao walipiga punyeto na wana madhara ya punyeto, cha kwanza kabisa, hii hali inapona. Punyeto na madhara yake yanatibika vizuri, yanakwisha. Sasa hapo cha kufanya ni lazima uwe na nia ya kupona. Sasa kwenye nia ya kupona ni lazima kwanza uachane na kupiga punyeto. Lazima kabisa, ukitaka upone haya mambo, lazima uache kupiga punyeto. Lakini namba 2 ni lazima uachane na kuangalia ile mikanda, video, machapisho yenye maudhui ya kingonongono. Hayo ni lazima uachane nayo. Ni lazima utoke kwenye makundi yote ya WhatsApp, ya Telegram, ya X, ya mtandao ambayo yanarusha picha za ngono, kwa sababu hiyo ndio inayoingia kwenye akili yako na inakufanya upige punyeto. Lakini mwanamke, kama una hivyo vifaa, tupa vyote hivyo vifaa ambavyo unavyovitumia ambavyo vinakuleta shida, achana navyo. Lakini kingine, ndugu zanguni, ni lazima ufanye vipimo vya mfumo wa uzazi ili kuangalia utimamu wa mfumo wako wa uzazi, na baada ya kuangalia utimamu wa mfumo wako wa uzazi, utatibiwa ili kujua ni wapi palibadilika, ni kipi kimeshuka, ni kipi kimezidi. Ndugu zanguni, naona simu yangu inapata sana joto, kwa hiyo nashindwa kuendelea, inakatakata. Lakini nimeishia ya kwamba pale, kama ni mpiga punyeto, utafanya vipimo sahihi. Baada ya kufanya vipimo sahihi, utapata matibabu sahihi ya kukusaidia ili uweze kupona. Na kingine, kuna dawa maalum utapewa baada ya kufanya vipimo, sababu baada ya vipimo unaweza ukapata dawa za kusaidia au ukapata tu ushauri wa kukusaidia. Lakini yako pia na mazoezi maalum ya kufanya ili kuweka vizuri uume uwe na nguvu, misuli ya nyonga iwe na nguvu, misuli ya kinembe iwe na nguvu, misuli ya nyonga iwe na nguvu, na uweze kuwa vizuri. Kwa hiyo punyeto na madhara yake yanatibika vizuri sana. Wewe ambaye ni mpiga punyeto, mwanaume kwa mwanamke, hakikisha unaacha kupiga punyeto, unamuona mtaalamu wa afya, unafanywa vipimo, unashauriwa madawa, mazoezi, utapona. Lakini sharti lingine ni lazima uachane na makundi yenye picha za ngono, mitandao yote yenye picha za ngono, achana nazo ili uweze kupona. Kwa kuhusu punyeto, ndugu zanguni, ni hayo. Zingatieni, endeleeni kufuatilia ukurasa huu, mambo mengi yanakuja. Simu yangu chaji naisha na imepata joto, kwa hiyo nitapanda tena wakati mwingine kwa ajili ya kuzungumza na ninyi. Ukurasa huu na mimi ninatoa ushauri wote wa kiafya. Kwa hiyo kama una jambo la kiafya, chukua namba zangu kwenye video zangu, niandikie ujumbe WhatsApp, nitakusaidia. Magonjwa yote ya dunia hii ninatoa ushauri wake. Asanteni sana, muwe na asubuhi njema.